Kwa mara ya kwanza katika historia ya kanisa Katoliki, kuna uwezekano halisi wa kiongozi kutoka Afrika kuchaguliwa kuwa papa. Kati ya makardinali 132 wanaoruhusiwa kupiga kura chini ya miaka 80, Afrika inawakilishwa kwa nguvu mpya na sauti zao zinasikika kwa kasi inayoongeza matumaini baada ya kifo Papa Francis anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumamosi. Kardinali Peter Turkson kutoka Ghana alikuwa miongoni mwa waliotajwa sana kuwa papa mnamo mwaka 2013 na naakisi ongezeko la ushawishi wa Wakatoliki wa Afrika. Kardinali huyo mwenye umri wa miaka 76 amekuwa wazi kuhusu haki za kibinadamu, hasa haki za watu wa LGBTQ. Alikuwa pia mshauri mkuu wa Papa Francis kuhusu masuala kama mabadiliko ya tabia nchi na haki ya kijamii. Kardinali Fridolin Ambogo Besungu mwenye umri wa miaka 65 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anajulikana kwa msimamo wake wa kifadina kuhusu mafundisho ya kanisa na amekuwa wazi katika kupinga juhudi za wanamabadiliko ndani ya kanisa. Kwa sasa anahudumu kama rais wa Baraza la Maaskofu wa Afrika na Madagascar. Kardinali Francis Arinze ni mzaliwa wa Nigeria, ametajwa kuwa muda mrefu kama mgombea wa upapa, lakini umri wake wa miaka 62 huenda ukawa changamoto. Yeye ni mmoja wa viongozi wa ngazi ya juu zaidi kutoka Afrika ndani ya Katoliki na alikuwa askofu mdogo zaidi duniani mnamo mwaka 1965 akiwa na umri wa miaka 32. Kardinali Robert Sarah kutoka Guinea ni kipenzi cha kundi la wanazuoni wa kanisa Katoliki linalogemea kwenye utamaduni wa jadi. Kardinali huyo mwenye umri wa miaka 79 amekuwa mkosoaji mkubwa wa mageuzi ya liturujia yaliyofanywa na Papa Francis na anajulikana kwa kusimamia kwa nguvu mafundisho ya jadi ya kanisa la Katoliki. Kila mmoja anajivunia rekodi yake ya kipekee katika uongozi wa kiroho, wanaharakati wa kijamii na msimamo imara kuhusu maadili ya kanisa. Wachambuzi wanasema huu unaweza kuwa wakati wa kihistoria ambapo Afrika hatimaye itazaa papa wa kwanza kutoka bara hili la Afrika.